za kazi ya Mwenyezi Mungu, hata kuifaulisha, kuifikisha viwango ambavyo wengi watavutwa katika zizi lake. Mungu atubariki sana kwa hilo. Asante. Ninaingia kwenye somo hili la wakili. Nitafundisha somo fupi, manake tunataka tuombe vile vitu ambavyo vimeletwa kisha tuweze kuvinadi. Kwa hivyo tutafanya somo hapa ambalo litakuwa dogo, kisha baada ya kufanya somo hili ambalo ni fupi, baada ya hapo tutaombea yale ambayo yameletwa hapa mbele, na kisha tutafanya mnada hapa hivi tunapoendelea na kambi letu zuri. Kwa hivyo kama bado upo na sadaka ambazo unazileta, sadaka mbichi hizi, na unataka kuzileta mbele ya Mwenyezi Mungu, basi tumia muda huu tunapoendelea na somo ili kwamba ukaweze kuzileta hapa. Tukimaliza tutaweza kuziombea ili kwamba tukaweze kuzinadi. Kama si hivyo, tuinamishe vichwa ili kwamba tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu tupendaye, imekupendeza kwa makusudi yako mwenyewe ya kwamba tena ukaweze kutufunza kutoka kwa neno lako namna ya kuwa mawakili wema na waaminifu. Ninakusihi ya kwamba ukaniongoze ili kwamba tunapenda kulifunua neno lako tukaweze kuelewa makusudi yako na sisi ni yepi haswa katika swala zima la kuwa mawakili. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante. Siku mbili ambazo zimepita tumeangalia namna ambavyo ya kutosahau uwema na ukuu ambao Mungu ametufanyia katika maisha yetu. Na iwapo hatutasahau wema ambao Mungu ametufanyia, tutakuwa na mioyo yenye shukrani. Na kama tutakuwa na mioyo ya shukrani, na maana ya kwamba Mungu atahakikisha kwamba ulinzi wake upo juu ya baraka ambazo ametupatia. Kwa somo la jana tulipata ya kwamba yeyote ambaye hatakuwa mwaminifu kwa yale ambayo Mungu amemfanyia, na haswa achukue kile ambacho kinapaswa kuwa cha Mungu, huyo mtu anajiweka kwenye mazingara hatari ya kutosimama mbele ya adui zake. Anajiweka kwenye mazingara hatari ya kukosa kuwa na ulinzi wa Mungu juu ya baraka ambazo amempatia. Leo nitapiga hatua mbele kidogo na nitazingatia kitabu cha Mathayo 6:19 hadi 21. Hapo ndipo tutapiga kambi katika somo letu la wakili jioni hii ama mchana huu wa kipekee. Mathayo 6 mstari wa 19 hadi mstari wake wa 21. Kazi kubwa ambayo Mungu alikuwa nayo na wana wa Israeli haikuwa kuondoa Misri. Kazi kubwa ambayo Mungu alikuwa na wana wa Israeli ni kuondoa umisri ndani yao. That was the most difficult thing. Taking them out of Egypt haikuwa kitu ambacho ni kigumu, lakini taking Egypt out of them, safari, hata sikuambia, Biblia ipo wazi tu. Safari ya kutoka Misri hadi Kanani haikuwa safari ambayo ilihitaji kuchukua miaka 40. Si kile kisa ambacho mtumishi wa Mungu Fadhili amekuwa akizungumzia hapa. Yusufu na ndugu zake walitoka kwao na wakafika Misri, hakuchukua miaka 40. Hiyo safari ilikuwa ni ya muda mfupi tu na ilikuwa ifike hatima yake. Lakini wana wa Israeli Mungu kawazungusha jangwani miaka 40, 40 good years, kwa sababu waliondolewa Misri, lakini umisri ukasalia ndani yao. Ikawa ni kibarua kuwaingiza Kanani, kwa sababu Egyptology ilikuwa inatawala ndani ya mawazo na ndani ya maisha yao. Unajua, niruhusu niseme kizungu alafu nitatafsiri. The business of Christianity is not so much how to get people into heaven. The business of Christianity is how heaven will be found in the heart of men while they are still on earth. Swala zima la Ukristo si namna ambavyo tutapelekwa mbinguni, silo swala gumu hilo, lakini namna ambavyo mbingu itapatikana ndani yetu tukiwa hapa chini. If the principles of heaven zitatutawala, zitatuongoza tukiishi hapa chini, then it means tupo tayari kuingizwa physically into heaven. Ndio maana ule wimbo huwa unasema hivi: and the time to be happy is now, and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy, and we have a little heaven down. Where, church? Here.
So we must experience heaven on earth as we wait for the higher and broader joys of the heavens to come. Lazima tuwe na hiyo experience, huo uzoefu wa mbingu tukiwa hapa chini, kabla hatimaye Mungu hajatuondoa katika ulimwengu huu na tufikishe katika makazi ambayo ametuandalia. Na kwa sababu hiyo, tatizo kubwa ambalo Mungu yuko nalo na sisi watoto wake ni kwa sababu tunazungumza kuhusu Yesu anayekuja. Tunazungumza kuhusu mbingu iliyoandaliwa kwetu, lakini mawazo yetu yapo hapa chini. Maisha yetu yapo hapa chini. Kila tulicho nacho kinalengwa tu kuwa hapa chini tu. Ndio maana Yesu kwenye kitabu cha Mathayo 6, sasa twende pale 19, tateremka taratibu hadi 21, Yesu anasema maneno yafuatayo. Twende soma. Msijiwekee hazina duniani. Tulia hapo. Hilo fungu Yesu anaanza kusema kwamba msijiwekee hazina duniani. Sikiliza. Hilo fungu halisemi ya kwamba tusijiwekee hazina. Hasha. Ni sawa kujiwekea hazina. Ni sawa kutafuta mali, ni sawa kuwa mkakamavu, ni sawa kuwa mtu mwenye bidii akitafuta utajiri na uongezeke. Jenga magorofa, nunua mashamba, nunua magari, nunua kabisa. Unajua kuna watu ambao wanaamini ya kwamba ili uwe mtu spiritual lazima uwe maskini. Poverty is not directly proportional to spirituality. Hello? Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Hebu nijaribu kama naweza tafsiri. Umaskini hauna uhusiano wa moja kwa moja na kuwa mtu wa kiroho. Si kwamba ukiwa maskini inamaanisha kwamba definitely you are a spiritual person. We have examples of very rich men in the Bible who are still faithful to God. Wapo wapenzi. Ibrahimu inasemekana nyumbani kwake alikuwa anatunza watu 300 anakuwa anawatunza. Ibrahimu. Nani alikuwa tajiri kumshinda Ayubu? Biblia inasema kwamba hakuna mtu aliyekuwa mkuu kumshinda yeye. He was rich. Agano Jipya, Nicodemus inakisiwa ya kwamba utajiri wake ungeweza kutunza mji wa Yerusalemu kwa mwaka mmoja kutoka mfukoni mwake. Nikodemo. So tulikuwa na watu matajiri kwenye Biblia ambao bado walikuwa waaminifu. Sikia, unaweza kuwa tajiri na bado ukawa mwaminifu kwa Mungu. Umaskini hauna uhusiano na kuwa mtu wa kiroho, unless tunazungumzia heri maskini wa roho. Lakini kama ni kukosa hela, it has no relationship with being spiritual. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba tujiwekee hazina. Lakini tunapojiwekea hazina, kitu ambacho Biblia inakataa ni hii: usijiwekee hazina duniani. Weka hazina, wewe tafuta mali, tafuta utajiri, tafuta kisomo, lipia school fees kisawasawa, fanya ufanyayo. Lakini unapofanya hii, anasema kwamba usijiwekee hazina duniani. Sikiliza, mali ikianguka kwenye mikono yako, Mungu huwa anakupatia kwa sababu 3. Mungu akikubariki na mali, he gives you for 3 purposes. Number 1, kwa sababu ya kazi yake. Number 2, kwa sababu ya kuwa mbaraka kwa wengine. Number 3, kwa manufaa yako mwenyewe. 3 reasons. Ili kwamba uisupport kazi yake. Number 2, ili kwamba uwe mbaraka kwa wengine. Number 3, ili kwamba ikusaidie na wewe mwenyewe. So God gives you wealth for 3 purposes. Wakati wowote mali imeangukia mikononi mwako, anytime that God has blessed you, it should serve the 3 purposes. Isiposhughulikia mambo haya matatu, tunajiwekea hazina duniani. Tunajiwekea hazina duniani. Na jambo la kwanza, God must come first. Mungu lazima aje kwanza, lazima atangulie, lazima awekwe mbele. Kwa nini? Tunapomtanguliza Mungu mbele kwa kile ambacho ametubariki, tunamwambia tunakushukuru kwa sababu ya wema wako, tunakubali ya kwamba mali hii imetoka kwako, na kwa sababu umetubariki, kwa sababu umetukumbuka, nasi tunaregesha moyo wetu wa shukrani kwako. So wealth ikianguka mikononi mwako, God first. Ndio maana lile fungu ambalo ni maarufu, Mathayo 6 mstari wake wa 33, Matthew chapter 6 verse 33, inasema nini? Bali
bali utafuteni kwanza ufalme wake. Utafuteni kwanza ufalme wake, sawa? Na haki yake. Na haki yake. Na hayo mengine yote mtazidishiwa. Mtazidishiwa. Sikiliza, an investment in the kingdom of God usually pays lifetime dividends. Uwekezaji wowote ambao umeweka katika ufalme wa Mwenyezi Mungu, huo unakulipa maisha yako yote. Muweke Mungu kwanza. Nilikisoma kisa kimoja cha mkulima mmoja aliyekuwa amebahatika kuwa na ng'ombe. Ng'ombe wake akajifungua ndama wawili. Akaja kwa mke wake akamwambia, mke wangu, Mungu ametubarikia na ng'ombe akazaa ndama wawili. Sasa ndama mmoja hapa atakuwa wa Mungu. Tutampatikia Mungu ndama mmoja hapa. Mke wake akamwambia, sawa basi situchague mmoja tuseme huyu ni wa Mungu, alafu huyu atakuwa wetu. Akasema, usihofu mke wangu. Tutawalisha sawa, tutawatunza sawa. Watakapofika umri wa kupeana kwa Mungu, basi tutapeana tu yule ambaye ni wa Mungu. Akamwambia, haya sawa, haina shida. Ndama wakalishwa, wakatunzwa. Siku moja mkulima karudi nyumbani akiwa na majonzi. Akamwambia mke wake, nina habari mbaya mke wangu. Habari gani? Yule ndama wa Mungu amekufa. Aya. Na mimi sikumbuki kama tulikuwa tumechagua ndama wa Mungu. Akasema, yule kijivujivu yule ndio nilikuwa nimechagua awe wa Mungu. Na bahati mbaya yeye ndiye amekufa. Wapenzi, niwaulize, ni kwa nini huwa lazima ndama wa Mungu ndiye afe? Ni kwa nini shughuli zetu lazima ziendelee? Yaani hivi goli ya makambi imesimama, lakini kitenge kipya kiko kwa fundi kinasubiri kufunga makambi Sabato. Hivi goli ya makambi imesimama, lakini hapa fundi ako na kitenge chako anasubiri tu. Hivi umempigia simu jana mwambia, hivi fundi unajua mkutano leo ni Wednesday, leo Sabato inakaribia. Maana wa Sabato lazima tufunge makambi na vitenge vipya. Ama huku kisia mfanye hivyo. Hivi goli ya makambi umetoa shilingi 300. Lakini cha Mungu, cha kwako samahani, kinaendelea. Cha Mungu kisubiri. Wakati mmoja nilikuwa na mchungaji wa mtaa. Wanakwaya wa kanisa yangu wakawa wameshonesha uniform mpya ya kufunga makambi kama wanakwaya wanavyopenda. Alafu kanisa langu lilikuwa halijamaliza goli. Akamwambia, ni hivi, nyinyi mmeshona uniform, alafu goli imewashinda kumaliza. Walikasirika mpaka Sabato hawakuvaa hiyo uniform hao wanakwaya. Lakini japo ilikuwa ni ukweli, tumeweka mambo yetu mbele na hizo zinafaulu kabisa. Yaani wacha hata niachane story za makambi. Tunaweza kuamua kujenga kanisa. Kipindi hicho utampata kuna mshirika anayejenga kwake nyumbani. Sisi kanisa tunajenga kwa mchango. Yeye mtu mmoja anaondoa msingi chini hadi juu pa, anaweka finishing, anadunga tiles, anaweka fittings kila mahali. Yaani anafanya mtu mmoja. Lakini kanisani anakuambia baraka lazima zigawanywe, kila mtu lazima patiwe nafasi. Na huko anatoa kwa uchoyo tu. Yaani baraka anasema lazima zigawanywe, kila mtu apatiwe nafasi. Yaani huwa anauliza watu hivi, ukisimamishwa kanisani, Mungu atokea akwambie utachagua kuchukua baraka zote peke yako ama niwaganyie na wengine? Utakubali wewe Mungu achukue baraka aganyie kila mtu kanisani na nafasi ya kuchukua zote? Mara nyingi tumemweka Mungu kuwa a secondary thing. Ni wa pili. Shughuli zetu zitangulie, ziende mbele, alafu ya Mungu ifuatiwe baadaye. Sikiliza wapenzi, ukitaka baraka ya Mungu ionekane katika vitu unavyofanya, jifunze kumweka Mungu kwanza. Mungu kwanza, mengine baadaye yafuate kabisa. Mungu kwanza, mtangulize Mwenyezi Mungu. Jua ya kwamba amewekeza kwako ili uiendeleze kazi yake. Wakati wewe umeshikilia, hautaki kuachilia, umesimamisha kazi ya Mwenyezi Mungu, haisongi, haiendi mbele kwa sababu wewe uko busy unafanya shughuli za kwako. God must come first. Kuna jamaa mmoja anaitwa J.L. Craft, nilipata nukuu yake kanifurahisha. Anasema hivi, the only investment I ever made which has paid consistently increasing dividends is the money I gave to the Lord. And let me tell you, you will never grow poor because you supported the work of God. Never. Muulize Daudi, atakwambia nilikuwa kijana, sasa mimi ni mzee, sijamuona mwenye haki akiombaomba, sijamuona mwenye haki
akienda bila chakula. Sijamuona mwenye haki watoto wake wakiombaomba, sijamuona, kwa sababu amemtanguliza mbele. Na Mungu ahadi zake ni za kweli. Akisema ukiniweka wa kwanza, yale mengine nitazidisha, huwa anazidisha. Jifunze kumweka Mungu kwanza kabisa wapenzi. Nikutie changamoto. Hivi unadhani hata hii sadaka makambi kufikia jambo umeitoa, unafikiri umemweka Mungu kwanza kweli? Hicho kiwango ambacho mpaka sasa umemregeshia Mungu kwa shukrani, je, inapimika na wema wake kwenye maisha yako? Jiulize kama kweli umemtanguliza kwanza. Kwa hivyo jambo la kwanza tumesema, Mungu lazima awekwe kwanza. Hela lazima itumike huko. Huko ni kuweka hazina mbinguni. Namba 2, lazima itumike kuwabariki wengine. Mungu akikubariki, amekufanya kuwa mfereji, chemichemi ya baraka kwa wengine vile vile. Hauko Ellen White kwa roho ya nabii anasema hivi, haukuwa mpango wa Mwenyezi Mungu tuwe na watu ambao ni matajiri sana alafu na watu wengine ni maskini sana. Hiyo disparity Mungu akupanga hiyo hivyo. Mungu alipanga ya kwamba anapobariki wale walio matajiri, watumike kuwa gala ambayo maskini wengine watainuliwa angalau wafike mahali. If God has blessed you, you are his granary for the poor. Na wacha nikwambie, hata hapa kanisani, ukija kanisani unamjua yule kijana ambaye yeye kila sabato kwa nzima shati yake ni moja tu, mpaka uende ushamwekea kikao, huyu naye abadilishi nguo huo. Yule mama mwingine unamjua kitenge chake ni kimoja, ni kile hata labda si kitenge, ni nguo tu ya kawaida, mpaka ushamwekea kikao. Kwani huyu mama naye habadilishi nguo? Kwa nini upande wa Kikristo usikusukume kama wakili mwema, waambie mama natamani nikubariki, umshike mkono, umpeleke kwa fundi wa kwako, naye pia apimishwe, uwe mbaraka kwake. When God blesses you, you are supposed to be a blessing to others. Na wacha nikwambie, ukifanya hivyo utabarikiwa kwa namna isiyo ya kawaida. I'll tell you from a personal experience. Unajua mimi na mke wangu tulipojifunza kauli hizi, tuliamua kuwa intentional na income yetu. Especially inapoingia kuna cha Mungu. Inapoingia kuna asilimia ambayo tumeitenga, yani tumesema it is this percentage, it must go to bless somebody every month. Sasa siku moja mwanamke mmoja alitugusa moyo kutuambia kumbe hichi kitu ambacho tunakifanya sisi kwetu ni kidogo, lakini kumbe ni kitu ambacho kinaweza kugusa moyo wa mtu visivyo kawaida. Mke wangu ni mwalimu. Mahali anafunza kuna mwanamke ambaye alikuwa anafanya kama subordinate staff. Mshahara wake si mkubwa sana huyo mwanamke, ni mjane. Mahali anaishi huyo mwanamke, nyumba yake imewekwa paa nusu, half group, kama ni ile tent vile, nusu imewekwa paa. Na huko ambako kumewekwa paa nusu kuna vuja. Anasema kukinyesha lazima asimame atafute kona ya nyumba, angalau ajizuie mpaka mvua ishe ndiye aregea lale. Hayo ndiyo maisha anayoishi. Kwa hiyo huo mwezi ukafika, mke wangu akaniambia natamani mwezi huu tutakaye mbariki ni yule mama. Akamwambia sawa. Mara nyingi watu kifanya hivyo huwa hatumtayarishi mtu beforehand, tunamwambush. Manake wa Afrika sisi ukiambia mtu namtembelea atapika, na hatutaki mtu aingie masumbufu hayo ya kupika. So mara nyingi kama ni wale washiriki wa kanisani, tukibaliza ibada ya sabato jioni, naambia mama tunatamani tukutembelee kwako leo, alafu tunaenda kumtembelea na shughuli naisha, tunaenda zetu sisi bila yeye kusumbuka masuala ya mapishi. Sasa huyu akaamua kupika. Cha kushangaza, samahani, chakula alichokipika ni samaki wa una. Mnajua una Kisii huko? Kule Tanzania una mnahitaji? Sawa, labda hiyo ni lugha yetu ya kule Mombasa. Una hana magamba. Okay, sawa, amesema anaitwa kambale huko kwao. Ni samaki fulani hana magamba. Kwa hivyo hata kama ni mlaji samaki upasi kumla, manake Biblia imeelekeza kwamba upasi kula samaki asiye na magamba, upasi kumla kabisa. Sasa akapika una. Akawa na wasiwasi ya kwamba wenda mimi binafsi sitakula. Mke wangu akamwambia usihofu, atakula. Unajua wakati mwingine hekima ina demand uangalie sacrifice iliyowekwa kwa kile ambacho unapatiwa.
Ni kama umondoke kwenda nyumba kwa nyumba, alafu mfike hapo nyote wainjilisti, kisha kumedungwa chai ya majani hapo juu, alafu nyote hatunywi kila mmoja. Unajua yule mama anaweza kosa kusikia injili kwa sababu ya hiyo tu. Wakati mwingine hekima ni muhimu. Mnaweza kucheza karata vizuri hapo. Si mmoja mnaweza kuwa mweka kondoo, sacrificial lamb, wengine wote muombe maji ya kunywa kama kweli amnye majani. Sawa, back to the story. So tukamtembelea yule mama. Baada ya kumtembelea yule mama, tukakaa, tukala. Baada ya kula, tukampatia kile ambacho tulileta. The next day, akaja shule kwa mke wangu. Anatoka machozi. Anaambia, madam, hakuna mtu amewahi kunifanyia kile ambacho mmenifanyia. Kwa machozi. Nobody has ever done anything to me kile ambacho mmenifanyia. Na amekuwa wa karibu sana kwetu. Mpaka siku moja alisikika shuleni kusema, niko na wajukuu 3 mimi. Akataja mjukuu wake mmoja rasmi wa binti yake, akataja mwingine wa pili rasmi wa kijana wake, akataja kijana wangu kama wa 3 mjukuu wake. Sasa niambie, huyo mama hata nikiamua kumhubiria Yesu sasa, anaokoka ama haokoki? Ukipatiwa mali, jua ya kwamba ni mbaraka wa kipekee kugusa nayo mioyo ya watu wengine. Ninaambia tu mfano, usinichukulie vibaya. Sisi tumepatiwa mali, badala ya kufungua mwanya wa watu kupata, this is just an illustration, tumejengea perimeter wall, tukaweka German Shepherd, tukaandika kwa gate mbwa kali. Si mbaya kujenga perimeter wall, si mbaya kufuga German Shepherd, sio mbaya kuwa na gate, sio mbaya kuwa na security umeandika hapo. Lakini sikiliza, Mungu akikubariki amekuchagua uwe chemichemi ya mbaraka kwa yule ambao anaishi chini ya kiwango chako cha maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mbaraka kwa wengine. Na nakwambia hautakosa. Actually, let me tell you, the formula is this. Mungu akigundua ya kwamba wewe mali yako unaitumia kwa namna hivyo, atakuwa na sababu ya kuwekeza kwako. Manake anajua nikiweka pale kwa Robinson, bila shaka kuna mtu atapata maji asiye na maji, kuna mtu atavishwa nguo asiye na nguo. Kazi yangu haitasimama. Akisikia kuna mkutano wa injili, atasupport. Akisikia ya kwamba kuna hiki na hiki kinafanyika, ataendeleza. Na acha nikwambie, hakuna kipindi mimi officially niliachana na kuwa officially kazini mwaka wa 2022. Hakuna kipindi cha maisha yangu nimebarikiwa kama kipindi hicho nimekuwa nje ya kazi. Hakuna. Hata nyama si imekuja kipindi niko nje ya kazi. Sijuzi Santieli na Fadhili mchungaji amekuja kaambia, hata nyama zimeongezeka round hii mchungaji. Let me tell you, there is benefit when you put God first. There is benefit when you think of your fellow humanity. Mungu atafungua mianya kwa sababu anajua kwamba utakuwa ni mbaraka kwa wengi ambao hawana. Hebu sikia mafungu haya mawili alafu niachane na kauli hiyo. Soma kitabu cha Methali 11, si Methali, anza na Mhubiri 11 mstari wa kwanza. Hebu soma hiyo. Ile inasema tupa chakula chako usoni pa maji. Tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Cast your bread upon waters. Ile fungu kisha ni tamu na lugha yangu ya mama, lakini achana nayo hivyo tu. Cast your bread upon waters. Alafu anasema after many days you shall see it. Hakuna jinsi utatumia mali yako kuisupport kazi ya Mungu na kuwabariki wengine na usione manufaa kwayo. Utaona. Fungu hili la mwisho kwa hilo. Samahani, Methali 19:17. Methali 19:17. Haya, soma kwa upesi ili tumalize. Inasema amhurumiaye maskini humkopesha Bwana. Hebu rejelea hicho kipengele tena. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana. Tulia. Kama unataka Mungu awe na deni la kwako ambao unaweza kulichukua wakati wowote, jifunze kuwakumbuka wale ambao hawajiwezi. Anasema anaye mhurumia maskini, huyo ni sawasawa kwamba Mungu ana deni lake. Maliza fungu. Inasema naye
atamlipa kwa tendo lake jema. Atamlipa kwa tendo lake jema. Mungu abariki hilo neno lake. Amina. Anayemhurumia maskini ni sawasawa na kumkopesha Mungu, na Mungu atamlipa kwa tendo lake jema. Ukipata nafasi ya kutenda wema, tenda. Lakini sisi tunasubiri community service itangazwe kanisani, alafu kisha tangazo unaenda kwa wardrobe yako, unaangalia ile ambayo imeparara kabisa, ile ambayo unajua hii sihitaji, ile imepauka kabisa uhitaji, unaichukua unasema actually hata ni afadhali si hawana, it's better. Wewe unachukua ile ambayo hata uhitaji, unakuja kiatu. Unajua wakati mwingine wanaona Dorcas kule kanisani wanaanza kuzi sort out, mpaka unajiuliza huyu mtu hivi hichi kitu ambacho ameleta, yeye angepatiwa angekivaa. Analeta kitu ambacho hata yeye mwenyewe binafsi kimemshinda, hawezi kukivaa. Ubinafsi umetawala mioyo ya watoto wa Mwenyezi Mungu. Lakini ukitaka kuwa Mkristo ambaye baraka za Mungu zinamiminika kwake, jifunze vitu viwili. Number 1, kuisupport kazi ya Mwenyezi Mungu. Number 2, jifunze kuwakumbuka wale ambao hawajiwezi. Maana ile ya tatu ni rahisi. Kujitunza tu ni rahisi sana hiyo. Lakini haya mawili huwa tunayatelekeza mara nyingi. Nishie na nukuu hii. Kitabu kinaitwa Counsels on Stewardship. Ukurasa 35. Anasema hivi mtumishi wa Mungu: there are only 2 places in the universe where we can place our treasures. Kuna sehemu 2 tu kwenye ulimwengu huu mzima mahali tunaweza kuweka mali yetu. Anasema in God's storehouse or in Satan's. Either mali tulio nayo ipo kwenye hazina ya Mungu au ipo kwenye hazina ya ibilisi mwovu shetani. Only one of 2 places ambapo tunaweza kuwekeza mali yetu. Alafu anasema anything that is not devoted to God's service is counted on Satan's side and goes to strengthen his cause. Chochote ambacho hakijawekezwa kwenye kazi ya Mwenyezi Mungu kuiendeleza kwa baraka kwa wale ambao hawajiwezi, hicho kiko mikononi mwa ibilisi, na anasema kinaenda kuendeleza kazi yake. Jifunze kwamba kile ambacho Mungu amekupatia, japo kidogo, japo kwa wingi, wekeza kwenye kazi ya Mwenyezi Mungu kuwa baraka kwa wale ambao hawajiwezi. Na nikwambie, hutajutia kuisupport kazi ya Mwenyezi Mungu. Hutajutia kuhusika kikamilifu kuwabariki wengine walio chini yako. Hazina yetu iwekwe juu mbinguni. Let's store our storehouse in heaven. Hebu leo niulize kwa mara ya kwanza, wangapi wameelewa somo ambalo tumejifunza mchana huu wa kipekee? Hebu nyosha mkono kama umeelewa. Amina. Mungu awabariki. Omba kwa neema ya Yesu Kristo, hiki ambacho tumekifunza ukiweke katika utendaji. Mjaribu Mwenyezi Mungu. Tuache maswala ya kwamba zaka ya Mwenyezi Mungu tunatafuna, sadaka hatuotoi, shukrani za makambi hazipo. Na by the way, najua kipindi kigumu wacha kuregesha zaka ni wakati mshahara ni mkubwa. Wakati mgumu wa kuregesha zaka ni wakati mshahara ni mkubwa. Nilisikia kisa chengine cha mshiriki kanisani ambaye alikuja kwa mchungaji wake. Kaambia mchungaji, mimi naomba nisaidiwe maombi. Shida yako ngani? Akamwambia kwamba unajua mchungaji, nimekuwa na wakati rahisi kwa muda mrefu wa kuregesha zaka, lakini hivi karibuni na wakati mgumu sana. Akamuuliza kwa nini? Akamwambia cheo changu kilipanda kazini na mshahara ukaongezeka. Kwa hivyo naomba uniombee. Unataka nikuombee? Sawa. Akasema funga macho. Sema, Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa mwanao ambaye amekuja. Ana wakati mgumu wa kuregesha zaka kwa sababu ya ongezeko la mshahara. Ninaomba umregeshe kwa kile kiwango ambacho alikuwa anatoa zaka kwa ukamilifu. Unajua ombi kama hilo unafungua macho katikati. Nasema huyu mchungaji kichwa kipo sawa ama kuna namna ameingia kichaa. Lakini ideally wao wamekuja kuomba ili kwamba unahisi ugumu. Anyway, alikuwa na choice ya kuomba ili kwamba Mungu akupatie neema, lakini illustrated ili kwamba Mungu akikupatia nyingi usiwe na ugumu wa kumregeshea. Hebu imagine kama M-Pesa ambayo iko na kwa simu yako ingekuwa kitu ambacho kinafanya ni kureceive. Yaani pesa ikitumwa ina receive. Wakati wa kuwithdraw inakwambia transaction failed.
transaction failed. Kila mara transaction. Na ikuwe common kwa kila mtu Kenya. Si tutahama sote Airtel Money. Kwa nini tuwekeze pesa na tukitaka kuondoa inasema transaction failed? Hiki tutakupokea pesa namna gani? That's how we treat God. Tunafungua mikono, Mungu mwaga, weka Mungu. Akisema sasa naomba ulipaitie, anasema unamwandia transaction failed. Naambia Mungu hapana, niko na nyumba lazima iishe, Mungu transaction failed. Mungu hapana, watoto wangu lazima walipwe school fees, transaction failed. Mungu hapana, niko na mradi mtoto wangu anapaswa kupata visa ya kwenda nje, transaction failed. Yani yako lazima iende mbele, lakini ya Mungu isubiri. Tujifunze wapenzi kumuweka Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa sababu yeye alituweka kwanza kabla hatujamfikiria. Tulipokuwa wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kabla hatujamwaza, tulikuwa mawazoni mwake. Alichapa mijeledi kwa sababu yetu. Alikufa kifo ambacho kinastahili kuwa chetu. Alichukua nafasi ya mauti ambayo ni yetu. Na Isaya anakuambia kwamba kwa kupigwa kwake tumepona. Sasa huyu ambaye alichukua nafasi iliyo yetu akatufikiria kwanza, kwa nini tusimweke kwanza? Nikupatie changamoto ya kwamba kambi hili la mwaka huu, mjaribu Mungu, mweke kwanza. Try him, give him the best, mpatie bora. Hiyo bahasha ambayo ulichukua leo, kama mchungaji alivyosema, regea nyumbani, jiite kikao na familia kabisa, jiite binafsi, angalia, tathmini wema wa Mwenyezi Mungu maishani mwako, tathmini kabisa, kisha ujaribu angalau, maana hatuwezi kufikia wema wa Mwenyezi Mungu. Ujaribu angalau kufanya kitu ambacho kitakaribia huo wema ambao Mungu amekufanyia. Scrutinize yourself, examine yourself, na to respond back kwa huyu Mungu ambaye ametupenda. Na Mungu awabariki wapenzi. Mungu awabariki. Asante. Basi kufikia hapo, naomba Mungu awapatie neema ya kumweka wa kwanza na kufikiria wale ambao wako chini yetu kimaisha. Basi muda huu nataka tuweze kuombea haya ambayo yapo hapa, na nitamwalika mchungaji Fadhili atakaye tuongoza katika maombi ya haya ambayo Mungu amewabariki na watoto wake na wakayaleta hapa kama shukrani ambayo Mungu, kwa yale ambayo Mungu amewafanyia. Hapo bado kuna sadaka hai huko katika tunataka kuileta. Unaweza kutumia muda huu kuileta kwa upesi, ili kwamba tuweze kuingia katika mnada, tuokoe muda wa vipindi vingine ambavyo vipo mbele, na Mungu atatubariki. Kwa hiyo leta tu sadaka yako hai hapa mbele, ninapompatia kipaza sauti mchungaji anapojiandaa kutubariki kwa ombi kwa sababu ya yale ambayo tumeyaleta kwa Mungu jioni hii ya kipekee. Karibu mchungaji. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu kwa ujumbe adhim, ujumbe wa kipekee, na Bwana akubariki sana. Ni kweli kwamba tulisema tutakuja na sadaka zetu, na najua vijana wenye nguvu watakuwa hapa, vitakuwa vikiletwa hapa baada tu ya ombi, na sijui ni wakati huu kabla sijaomba, ili yule ambaye anasimamia mnada huu aweze kuwa hapa. Tutakuwa na dakika chache za kuona vikiuzika, na ndiposa tutaenda kwenye divisions. Na wale ambao mko hapa baada tu ya mgawanyiko,